Ni wakati na wasaa mwingine tena wa michezo pamoja na burudani, tukizungumzia habari na taarifa za muhimu kutokea kwenye viunga vya michezo pamoja na takwimu za ujumla. Mimi nikukaribishe wewe shabiki ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hapa, ili usipitwe na habari pamoja na matukio muhimu ya kimichezo. Tafadhali gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe ili usipitwe na kuachwa na taarifa hizi. Sasa mojawapo ya habari kubwa ambayo imekuwa inavuma sana mitandaoni na ina trendi zaidi, mashabiki pamoja na wadau wa soka mbalimbali bila kusahau wachambuzi wamekuwa wakizungumzia kwa ukaribu na kwa kina zaidi, ni hili swala kuhusiana na ile kesi ya goalkeeper wa klabu ya Wanayanga, naizungumzia Dar es Salaam Young Africans. Kama una kumbukumbu nzuri, utakumbuka kwamba Diarra alikuwa kwenye kesi ambapo kwa kitendo alichokifanya uwanjani sio kizuri cha kuonyesha kidole, ambacho kiliharibu taswira pamoja na utaratibu wa soka. Hivyo basi onyo kubwa ilitolewa kwake na aliweza kupata adhabu, na kesi ilikuwa ni kubwa kweli kweli, kiasi ambacho tuliweza kushuhudia mashabiki pamoja na wadau mbalimbali huko Instagram walikuwa wakijadili na kulizungumza hili kwa upana zaidi. Sasa ni wapi kesi hii ilipofikia? Tunaweza kufahamu kwamba kesi hii iliweza kutolewa fine na mashabiki kutokea klabu ya Yanga kwa heshima, taadhima na upendo mkubwa juu ya goalkeeper Diarra. Waliweza kuchangia kwa kufahamu kwamba binadamu sisi hatujakamilika, huwa tunatereza mara moja moja. Sasa kwa kujua hili, tuliona harambee na namna ambavyo mashabiki waliweza kukusanya kitita cha pesa nyingi ambazo zilivuka hata kile kiwango ambacho DJ Diarra alikuwa akidaiwa, na kingine kilichobaki walisema kwamba wanampa golikipa kama pongezi kwake kwa kuwa anaipambania klabu ya Wanayanga. Sasa majadiliano hayo yamekuwa kwa upana zaidi, na ukiangalia namna ambavyo watu wa soka pamoja na vipenzi vya Young Africans wamekuwa wakizungumzia kesi hii na wakikuwa wakitazamia kwa namna tofauti tofauti. Wapo ambao walisema kesi hii ina mlolongo mkubwa sana na si rahisi kesi hii kuweza kuimaliza kimya kimya, maana kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa yazingatiwe na vifungu vya kisheria vya soka vipo vingi, ikiwa kama uongozi TFF upo, CAF ipo pamoja na FIFA kwa ujumla. Zote hizi zinashirikiana ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba michezo pamoja na burudani zinazingatiwa, tena kwa kufuata sheria pamoja na sera maalum zilizowekwa. Hapo inapotokea mchezaji yoyote yule atafanya makosa kama Diarra alivyofanya, basi ni lazima tu adhibiwe na awajipike ifasavyo kama ambavyo sheria pamoja na miongozo inazungumza. Mimi niseme kwamba hii sio mara ya kwanza kwa wachezaji kuweza kufanya kama kile ambacho Diarra amekifanya. Ni mara nyingi mno zinatokea wachezaji kuweza kukiuka sheria na kuweza kupata adhabu pamoja na onyo kali. Kwa Diarra hii naweza nikasema ni funzo kubwa sana kwa wachezaji wengine pale ambapo wanakuwa uwanjani katika kuheshimu sheria za michezo pamoja na burudani. Hii inapaswa kuweza kuzingatiwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu nidhamu ni miongoni mwa vitu muhimu sana ambavyo mchezaji anatakiwa avizingatie. Unapokuwa na nidhamu bora, ndio funguo yako ya mafanikio huko mbeleni kwenye soka pamoja na kuendeleza kipaji chako. Mimi nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujajiunga nasi hapa, endelea kujiunga nasi, lakini pia usisahau kutoa maoni yako chini ya video hii.